Karibu Bet Africa. Leo tunaangalia maeneo ambayo wewe kijana, mwanachuo, graduate au mtu yeyote unaweza ukaitumia kwa ajili ya kupata mtaji wa biashara. Sasa hivi tuna watu wengi ambao wanasema hawaanzi biashara kwa sababu hawana mtaji. Lakini leo tunataka tukupitishe kwenye maeneo tofauti tofauti ambayo yatakusaidia wewe kuona ni wapi unaweza ukapata mtaji wa biashara. Nianze kwa kusema mtaji wa kwanza ni mindset. Mindset kwa maana gani? Kuna aina ya watu ambao tayari wamejigrupu kwamba biashara sio kitu cha wao kufanya, au ni kitu kigumu sana, au biashara ni bahati nasibu, au kufanya biashara ni kitu cha kufanya kama hauna kitu kingine cha kufanya. Kwa hivyo unakuwa tayari mindset yako hujaitune kufikiria kibiashara, kwa hivyo inakuwa imekublock hata kuona ni maeneo gani ambayo unaweza ukapata mtaji wa biashara. Lakini tuende tukaangalie sasa kwa wale ambao mindset zao zimefunguka na wanatamani kuanza biashara, lakini ni vijana au ni graduate au ni wanafunzi wa vyuo vikuu, na wakijitazama hawaoni ni wapi wanaweza kupata mtaji wa biashara. Ninatambua zipo yapo maeneo tofauti tofauti ambayo unaweza ukaambiwa kwamba unaweza ukapata mtaji wa biashara, lakini kuna maeneo ambayo tunayaita kwamba ni secondary sources, kwa maana ya taasisi za kifedha kama mabenki na microfinance na taasisi zingine ambazo kiukweli ni lazima uwe na dhamana na uwe umejipanga. Kwa hivyo leo tunazungumza na kijana ambaye hana dhamana na anatamani kuanza biashara. Unaweza ukawa umemaliza chuo na unatamani kuanza biashara, na kila ukitazama namna ya kuanza hauoni ukianza biashara. Kwa hivyo eneo la kwanza, unaweza kufanya biashara ambayo inatumia taaluma yako. Tazama taaluma yako ambayo unayo, umesoma kwa kipindi kirefu ukitafuta maarifa juu ya hilo eneo. Kwa hivyo hilo eneo wewe ambalo umebobea ni mtaji, kwa maana unaweza ukalitumia kuanza kutengeneza kipato, alafu pesa ikiongezeka then ukaitumia ile pesa kuextend biashara yako. Kwa hivyo jaribu kuangalia umesomea kitu gani, na katika kitu ulichosomea kuna fursa gani ambazo wewe unaweza ukazifanya kwa kutumia taaluma yako. Lakini pia unaweza ukafanya biashara ambazo hazihitaji mtaji, kwa maana ya biashara ambazo zinahitaji tu wewe utumie nguvu yako kidogo kufanya bila mtaji, na kama ni mtaji basi ni mtaji ambao ni kidogo sana. Kwa mfano ukianzisha biashara ya kuangalia watoto over the weekends, hiyo haihitaji mtaji. Ukianza biashara ya cleaning kwenye nyumba za watu, ni vifaa vya usafi pamoja na sabuni. Kwa hivyo ni wewe tu kukaa na kuangalia zile biashara ambazo hazihitaji mtaji ili uweze kuanza nazo. Na pale ambapo utakuwa umeanza na ukaona biashara inaenda vizuri, then unaweza ukatumia kipato ulichokipata kukiinvest kwenye biashara nyingine ambayo unahitaji. Eneo jingine ambalo unaweza ukapata mtaji ni kwenye your own saving, niseme saving au your own fund, kwamba binadamu yeyote ambaye ni mtu mzima huwa ana matumizi, na kama una matumizi maana yake huwa kuna pesa inapita mkononi mwako na inaenda kwenye matumizi bila kukaa na kuanalyze. Mara nyingi tunajua kwamba ile pesa ni ndogo na haitoshi, lakini ukipata nafasi ya kuandika matumizi yote unayoyafanya kuanzia tarehe 1 mpaka tarehe 30, utashangaa sana kiasi cha pesa kilichopita mkononi mwako, na hapo ndio unaweza ukagundua kwamba ungeweza kuzuia baadhi ya pesa zisiingie kwenye matumizi, na hizo ndizo pesa ambazo ungeweza kuzisave. Kwa wale ambao mko chuoni, kuna pesa ambazo wazazi wanawapa kwa ajili ya kujikimu. Najua wengine mnapewa pesa nzuri, wengine mko na
loan board na mnapewa mkopo. Tumia pesa hizo kwa ajili ya kusave ili uweze kuanza biashara. Jitahidi sana kupunguza matumizi kama unataka kuanza biashara na uanze kusave. Ukisave unaweza ukatengeneza kiasi cha pesa cha kukusaidia kuanza biashara. Sisi tunaamini unaweza ukaanza padogo, lakini mwisho ukawa na kitu kikubwa. Kwa hivyo hatuwezi kuidhalau shilingi 1000 kwa sababu 10,000 ni muunganiko wa 1,010 na 100,000 ni muunganiko wa 10,010. Kwa hivyo kila 1,000 inaenda kutengeneza 100,000. Kwa hivyo tunaithamini sana 1,000 yako. Kwa hivyo jitahidi sana upunguze matumizi ili uweze kusave. Ukisave utakiona kiasi kidogo cha pesa na hicho kitakusaidia kuanza biashara. Lakini eneo jingine ambalo unaweza ukapata mtaji wa biashara ni kupitia wazazi, ndugu pamoja na marafiki. Unaweza ukawa una wazazi ambao wanaweza wakakufund mtaji kwa ajili ya biashara. Hebu fika, zungumza nao, ongea nao, waeleze mkakati wako na namna ambavyo umejipanga kwenye hiyo biashara, na wazazi watakusapoti. Wanaweza wakawa pia ni ndugu, wanaweza wakawa ni majirani, wanaweza wakawa pia ni marafiki. Jaribu kutumia nafasi ya watu ambao wamekuzunguka, watu wa kwako wa karibu, kwa ajili ya kujipatia mtaji wa biashara. Achana kabisa na ile notion kwamba acha nipambane kichini chini alafu wataniona. Acha kupoteza muda. Kuna watu ambao ukizungumza nao vizuri wanaweza kabisa wakakusaidia pesa ya kuanza biashara. Lakini leo nashauri sana vijana, moja ya eneo ambalo limeonekana limesaidia wafanyabiashara wadogo ni eneo la vikoba. Vikundi vidogo vidogo ambavyo watu wamejiunga na huko wanaweka pesa na wanakopeshana. Hili ni eneo ambalo linaongoza kwa watu kupata pesa kwa ajili ya biashara. Na wewe kijana, kama hauna kikoba, naomba ujitahidi sana. Ukiwa kule chuoni, tafuta wenzako, jiunge, tafuta watu ambao unajua tabia zao ni waaminifu. Anza kuweka pesa ya pamoja, iwe ni 2,000, iwe ni 1,000, ndondo hujaza ndoo. Kusanya hicho kiasi cha pesa, kitakusaidia sana kama mtaji wa biashara. Lakini pia kama hauna mtaji wa biashara, unaweza ukajiunga na mtu mwingine. Hilo ni eneo jingine ambalo unaweza ukapata mtaji wa biashara. Wewe unaweza ukawa una shilingi 300,000 na mwenzako ana shilingi 300,000, mkaungana na mkaanza biashara. Wewe ukawa na share 50% na yeye 50%. Kwa hivyo ni bora kuungana na mtu ili kuanza biashara kuliko kusubiri wewe mwenyewe uweze kuwa na kipato ambacho hujui unakitoa wapi. Na huko mbele mtaji wenu utakapokuwa mkubwa, then mtaamua namna ambavyo mnapenda kuendesha biashara yenu. Kama mtahitaji kuendelea kwa umoja huo, basi mtahitaji kutafuta mwanasheria ili awasaidie kuweka documents vizuri, namna mnavyohusika kwenye utendaji na namna mnavyogawana faida. Na kama mtakuwa hamjui mbele inakuwaje, mnaweza kusema tufanye at least kwa miaka 2 tu, tuone kwanza namna inavyokuwa kabla haijawa kubwa sana, then tuone tunawezaje kushirikiana. Kwa hivyo kwa kuungana, watu 2, watu 3, watu 5, tunaweza tukaanzisha biashara zetu pasipo kusubiri, pasipo kulalamika kwamba hakuna mitaji, wakati mitaji ni sisi wenyewe. Tunaweza tukaungana na kufanya biashara. Lakini eneo jingine unaweza kupata mtaji tunaita grants. Natambua kuna taasisi, kuna watu binafsi pamoja na serikali ambao wanatoa pesa kwa ajili ya kusaidia wafanyabiashara wadogo wadogo au wajasiriamali. Kwa hivyo jaribu kuapply kwenye hizo fund. Jaribu kujua vigezo na masharti. Pesa ya serikali kwa mfano kwa hapa nchini inatolewa pia kwa vijana. Fuatilia vigezo, lazima uwe kwenye kikundi. Tengeneza kikundi, nenda kaombe hiyo pesa.
jua vigezo. Kuna watu kadha wa kadha ambao wanasapoti wajasiriamali ambao wanathubutu kuanza biashara. Ninafahamu Nigeria anaitwa Tony Elumelu ambaye anatoa $5,000 kila mwaka kwa Watanzania na Waafrika wengine ambao wana innovative ideas za kibiashara, na nimeshakutana na watu ambao wamebenefit fedha kutoka kwa Tony na wamekuwa watu wakubwa sana leo tunavyozungumza. Kwa hivyo usiache kutafuta hizo grants, zipo, najua sio nyingi sana, lakini usiache kutafuta hizo grants. Lakini pia usiache kufuatilia kwenye mashindano mbalimbali. Wakati mwingine naona kuna mashindano ya uandishi, mashindano ya vitu kadha kadha. Last time nimekutana na mashindano ya uandishi wa essay na tangazo lilikuwa kwenye chuo kikuu. Nikasema kama mtu atasema hana mtaji na hajajaribu hata kushindana kwenye shindano hili la essay competition, basi tutakuwa taifa letu linahitaji msaada. Kwa hivyo usiache kushiriki kwenye competition mbalimbali ambazo zinatokea huko vyuoni, na ili kuzijua hizi fursa, hakikisha unaweza kujiconnect na opportunities mbalimbali ambazo zinatokea, forums mbalimbali zinazotokea ukiwa huko vyuoni, lakini pia hata baada ya kumaliza vyuo kuna programs nyingi, kuna malezi, kuna washauri. Hakikisha umejiconnect. Unapokuwa chuoni usiwe mtu wa kusoma kwa kukariri tu, hakikisha unaweza pia kujihusisha kwenye extra curricular activities ambazo zitakusaidia kujiconnect na watu ambao wanalea graduates. Kwa hivyo kwa leo nimejaribu kupitisha kwenye hizo, naomba uzifanyie kazi, wewe kijana, wewe mwanachuo, na wewe ambaye ulikuwa unasema hauoni mahali pa kupata mtaji. Mungu wa mbinguni awabariki sana. Next time nitakuja nikizungumza ni namna gani sasa unatakiwa uishi ukiwa chuoni ili uweze kugraduate ukiwa ready. Namna gani, yani unapaswa kukaa vipi, unapaswa kuishi chuoni ukiwa namna gani, how should you behave, how should you live kwa ajili ya kutengeneza future yako. By the moment una graduate, then unaweza kujimudu kimaisha. Stay tuned, usahau kubonyeza kengele na usahau pia kusubscribe. God bless you.